Karibuni Al-Jamal Natural Products and Healthcare, kituo cha tiba asili na tiba mbadala. Tunauza na kutoa huduma ya tiba pamoja na ushauri. Ndugu zangu, leo katika mtiririko wetu wa kuangazia dondoo mbalimbali za kiafya, nimeona nizungumzie PID. PID ni kwa sababu ya simu zimekuwa nyingi, matatizo yamekuwa yanawakumba sana watu wengi. Kwa hiyo hii PID nimeona leo nichukue nafasi kuizungumzia. PID ni matatizo yanayowagusa wanawake, kwa maana ni maambukizi katika njia katika via vya uzazi vya mwanamke. Pelvic inflammatory disease ndio kirefu chake. Maambukizi haya yanawakumba wanawake wengi, na hasa wasichana kuanzia umri wa miaka 15 mpaka miaka 24 na kuendelea kidogo. Hawa katika age group hii huwa wanaathiriwa zaidi na hii PID, wanakumbwa sana. Ni kwa sababu mbalimbali, lakini sababu kubwa, PID inasababishwa na bakteria, tena inaenezwa kwa njia ya kujamiana. Hiyo ndio njia kubwa. STI tunaita kitaalamu, sexual transmitted infections. Kwa hiyo PID ni janga. Mtu anayekuwa na PID anaweza akajikuta anapata madhara mengi, lakini kabla ya madhara tuziangalie na tuangazie dalili za mtu ambaye tunaweza tukamtilia shaka kwamba ana PID na kumshauri akafanye vipimo kuangalia ili kuthibitisha. Dalili ya kwanza ni maumivu makali chini ya kitovu au maeneo ya nyonga kulia na kushoto. Hiyo ni dalili ambayo inaweza ikatuashiria, lakini dalili hii haitoshelezi peke yake. Dalili nyingine ni kupata uke, yani ute katika uke wake, kutoka ute ambao hauko katika hali ya kawaida. Yeye mwenyewe mhusika unaweza ukamshughulisha, ima ni mzito sana au ukawa ni mweupe na ambao umegandaganda kama vile maziwa ya mgando, na unaweza ukawa na harufu ambayo iko tofauti na harufu ya kawaida. Hii pia ni moja katika dalili ambazo mtu tunaweza tukamtilia shaka kwamba ana PID, na hii hasa ndio dalili kubwa. Lakini pia mwingine anaweza akawa na mwasho maeneo ya uke, vile vile maumivu wakati wa kujamiana, yaani wakati wa kufanya tendo la ndoa. Hizi ni sehemu na ni baadhi ya dalili ambazo mtu tunaweza tukamshauri apate vipimo kwa ajili ya kuthibitisha na hatimaye kupata matibabu. Madhara ya PID ni makubwa. PID inavuruga sana na kuharibu ujauzito katika hatua za awali. Mimba kuvurugika sana kwa mtu mwenye PID. Lakini pia mzunguko wa mwezi, tunaita hedhi, mzunguko wa mwezi kuvurugwa sana na hii PID, kwa maana basically PID huwa inavuruga hormones, inapelekea hormonal imbalance kwa huyu mwanamke. Ndugu zangu, maeneo ambayo huathirika zaidi kama tulivyosema awali ni maeneo ya via vya uzazi vya mwanamke, ambavyo mnaweza mkaviona kupitia mchoro huu mdogo kabisa ambao nimeuchora hapa. Huu ni mchoro wa mfumo wa uzazi wa mwanamke. Tunapata via vya uzazi vya mwanamke ambavyo huathiriwa na hiyo PID. Uke wa kawaida, vagina, uke wa ndani au mlango wa kizazi au shingo ya kizazi, kitaalamu tunaita cervix, nayo pia huathiriwa na PID. Lakini pia eneo la mji wa mimba, uterus, nao pia huwa unaathiriwa na PID. Tukisogea katika mirija hii, fallopian tubes, nazo pia huwa zinaathiriwa na maambukizi ya PID. Hali kadhalika na ovari hizi kushoto na kulia, nazo pia huwa zinaathiriwa na maambukizi ya PID. Haya ndio maeneo ambayo huathiriwa zaidi. Ndugu zangu, watu wengi sasa hivi wanahangaika, wanawake wengi sasa hivi wanahangaika. Miongoni mwa madhara ya PID, tukirudi kwenye madhara, tunakuta pia PID inaweza ikasababisha uvimbe ndani ya maeneo ya uzazi. Ndugu yangu mwanamke, dada yangu, mdogo wangu,
hakikisha unakuwa makini na maeneo yako ya uzazi, unakuwa makini na usafi wa maeneo yako ya uzazi, unakuwa makini unapofanya tendo la ndoa. Lazima kujamiana kuwe kwa njia zilizokuwa salama. Tunashauri kutokana na hali ya hewa, joto likiwa kali na namna ya kujistiri, mavazi, nguo za ndani na nini kwa muda mrefu, moja ya sababu mtu anaweza akajikuta anaeneza bakteria wale wa maambukizi ya PID katika maeneo yake na kuifanya PID yake iwe kubwa, iwe sugu, imwathiri zaidi. Kwa hiyo mtu akiwa mazingira ya nyumbani, mwanadada, mwanamama, ahakikishe maeneo yake anakuwa katika mazingira salama. Nguo nyingi anapunguza kwa sababu iko maeneo ya ndani mwake, anakuwa ili ndani hewa ipatikane na mazingira yake yawe katika hali nzuri kabisa, kuepusha hayo mazingira ya kukuza maambukizi. Ndugu zangu, sasa tuingie katika upande wa matibabu. PID inatibika tena kwa haraka. Kwa mtu ambaye atawahi baada ya kuona dalili mbalimbali kama tulivyotaja, basi anaweza akapata huduma ya matibabu kuanzia siku 7 mpaka siku 21. Hii ndiyo interval au duration ya kutibu PID kwa tiba asili na tiba mbadala. Ikiwa imeendelea, basi huyo PID yake imekuwa kubwa na imeathiri maeneo mengi. Dawa ziko nyingi za asili. Tupigie kwa namba zetu ambazo utaziona katika screen, lakini pia hakikisha unatutembelea katika kituo chetu cha Al-Jamal Natural Products and Healthcare, Mbagala Kilugule kwa Mangi, barabarani kabisa, ili kupata ushauri. Tunatoa bure kabisa, na hatimaye kupata matibabu kupitia dawa asili na dawa za tiba mbadala za hapa ndani na zile za kutoka nje, India, Pakistani, Malaysia na China. Kwa muhtasari huu, bila shaka tumepata picha angalau kwa uchache juu ya tatizo la PID. Tusikate tamaa, tuweke katika fikira zetu PID inatibika. Tujikinge, tuchukue tahadhari juu ya hali hii, hasa kwa wale ambao wanahusika. PID inawahusu wanawake. Chukueni tahadhari sana na karibuni sana katika huduma pale mnapoona kuna tatizo. Asante sana.